Njia ni moja, ni wale walio na mamlaka kukubali au kufungua masikio yao wasikie zile sauti zilizokuwepo awali kabla ya matukio ya Oktoba 29, waliosema tunataka mabadiliko, tutengeneze katiba mpya, tubadili sheria zetu za uchaguzi ili uchaguzi ufanyike kwa uhuru na kwa haki. Wananchi wakipiga kura, kura zao ziheshimiwe. Kwa hiyo wakubali kusikia zile sauti na kufanyia kazi, kwamba bado tunahitaji mabadiliko, bado tunahitaji katiba mpya. Sasa kuna kitu nilitaka kusema. Ili sasa turudi kwenye mstari, ni wale walioko kwenye ofisi za umma waliojitwalia madaraka wenyewe na kusababisha haya yaliyotokea Oktoba 29, wakubali kwamba walifanya makosa, wakiri wazi, na ili sasa turejee kwenye mstari, waseme kwa makosa tuliyoyafanya, na inaonyesha wananchi wanaonyesha kutokukubaliana na sisi, tukae pembeni. Mimi ni falsafa yangu kwamba ukiwa kiongozi, wale unaowaongoza wakikutilia mashaka, unasema hata kama ukufanya makosa, unasema kwa hali hii, hebu mimi nikae pembeni, hawa wananchi waridhike, wafanye kile wanachokitaka, maana ndio wenye nchi, ili sasa tutengeneze utaratibu wa kwenda mbele. Tumekuwa tukisikia kwamba lugha ya maridhiano, kwa mfano, maridhiano ni kitu kizuri, lakini ili maridhiano yaweze kufanyika na yakawa halali, ni lazima ukweli ujulikane, na ukweli ukijulikana, zile pande zinazotaka kuridhiana, sio mmoja wao anakuwa ndiye mpatanishi. Ni lazima awepo mtu wa katikati asiyekuwa na maslahi kutoka upande wowote, ndiye asimamie sasa hayo maridhiano na kumruhusu huyu aseme ya kwake na huyu aseme ya kwake, alafu kwa pamoja baadaye ndipo tumeridhiana, tumekubaliana, tunaweza kwenda mbele kwa msingi huu. Lakini haiwezekani kwa mazingira tulio nayo katika nchi yetu, kwamba walio madarakani ndio wasimamie maridhiano. Haingia akilini.